Lakini kaka, jambo unalotaka kufanya nimeona sio zuri. Jambo gani hilo? Nimesikia pale kaka Tariki alikuwa anakushauri kwenda kwa mganga kwa sababu ya tatizo lako. Kumbe ulikuwa unasikia? Ndiyo, nilikuwa nasikia, ndio maana nimekuja kukuambia kwamba sio vizuri kwenda kwa waganga. Kwa hiyo wewe ulikuwa unashauri nini labda? Mimi nilikuwa naona tu uende kwa mchungaji. Kwa sababu ni watu wengi walikuwa wanakumbana na matatizo kama ambayo yamekukumba wewe. Na wameenda kwa wachungaji na wamepona. Kama Mama Salma. Mama Salma kuna muda alikuwa anakuwa chizi. Lakini baadaye anakuwa tu mtu wa kawaida. Lakini watu wengi wakamshauri kwenda kwa mchungaji. Kutokana na watu wengi walivyomshauri kwenda kwa mchungaji, akafuata ushauri wao na akaenda kwa mchungaji lakini akapona. Dogo, unajua wachungaji saizi wengi ni waongo sana. Ni upendo wa namna gani rafiki unanipa? Wanakuombea sana, wanakushauri sana, lakini mwisho wa siku mbili, siku tatu tatizo limerudi lile lile. Hapana, lakini ukiamini juu ya Mungu haiwezi kutokea. Lakini ukienda ukifuata waganga wanaweza wakawa wanakupa dawa kila aina za madawa, lakini mwisho wa siku zinakuja kuongezea madhara zaidi. Kuna jamaa wangu mmoja ni noma. Ukisikia wanasema kisiki cha mpingo, ndio yule kisiki cha mpingo. Yaani kama wewe kwenye maisha yako kuna visiki vimekaa mbele yako vyote, njia inapatikana. Wewe huwezi kuanza kuona hivyo vitu vikarambozi majini. Inaonekana ulishawahi kuwa na binti mmoja hivi ambaye alikupenda zaidi. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Mzimu wa huyo binti unakusumbua. Mtawa.
Sawa. Sasa unisumbui. Nishakujua wewe. Na kwa taarifa yako, dawa yako ndo iko motoni hivi. Tunasumbuana. Na vipi? You are bestie friend, bestie friend, bestie friend, bestie friend, bestie friend, bestie friend. Tuko pamoja. Bestie friend, bestie friend, bestie friend, tuko pamoja.